Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaingia kwenye ad-darusu athalith, darasa ya 3, ambayo sasa hapa tutasoma kuhusu matumizi ya al. Ukiangalia hapa kuna baitun, maana yake ni nyumba, na hii albaitu pia maana yake ni nyumba. Sema hii sasa kumeongezeka herufi mbili huku mwanzo ambazo ni al. Sasa hii al hii kwa Kiswahili hakuna maana hii al, lakini kwenye lugha ya Kiingereza unaweza ukaipata maana hii al. Hii al ni sawa sawa na useme the kwenye Kiingereza, lakini kwenye Kiswahili haina maana yake. Kwa hiyo baitun maana yake ni nyumba, albaitu pia maana yake ni nyumba. Sawa? Hapa pia hivyo hivyo amesema kitabun. Kitabun, na hapa akasema alkitabu. Kwa hiyo kitabu ni hapa napo akaongeza al kwenye kitabu, ikawa alkitabu. Kwa hiyo zote hizi hapa hizi maana yake ni kitabu, sema tu matumizi yake yanakuwa tofauti. Hapa na hapa akasema qalamun, na hapa alqalamu. Qalamun, alqalamu. Kwa hiyo zote hizi hapa hizi maana yake ni kalamu tu. Hapa na hapa akasema jamalun, ambaye ni ngamia. Hapa amesema jamalun, hapa akasema aljamalu. Kwa hiyo zote hizi hapa maana yake ni ngamia, na huyu pia maana yake ni ngamia. Sawa? Sema tu kama tofauti yake, ili neno la pili hapa limeongezewa al huku mwanzo. Sasa tuangalie sasa kwenye matumizi yake ya al katika mifano. Hapa akasema hivi, alqalamu maksurun. Alqalamu maksurun. Hapa maana yake sasa, maana yake ni kwamba kalamu imevunjika. Kalamu imevunjika. Sawa? Kwa hiyo hapo umeona kuna matumizi ya ali hapo. Alqalamu maksurun. Kalamu imevunjika. Kama inavyoonekana hapa, kalamu imevunjika. Hapa chini hapa akasema hivi, albabu maftuhun. Albabu maftuhun. Maana yake mlango uko wazi. Mlango uko wazi, kama unavyoonekana hapa uko wazi au hujafungwa. Sawa? Hapa akasema sasa alwaladu